Mungu aliwapatia nyama. Ninaomba kama hujakula nyama karibuni upokee katika jina la Yesu Kristo. Unaona haya Then God gave them manna ya kuwapitisha kipindi kile mahali walipokuwepo, maana hakuna mimea. He gave them manna. Na waliendelea, hawakufa jangwani, akiwa na nia ya kuwafikisha mahali pa utele ambaye ndio hatima yao. Amen. Say I hear you. So the second thing that God gives you, write those things down katika hatima yako. The second thing that God gives you, and you can use these points to pray. Kitu cha pili Mungu anakupatia ni nini? Wangapi unajua? Is your seed. Your seed for multiplication. That means unapopata, fikiria kuweka hiyo kitu mahali, yani uizidishe. Don't make it food. Usifanye yote kwa chakula. Sasa uwe na wakati wa kula vizuri, na wakati wa kufanya vitu. Hapana, tenga investment. Tenga investment. Then the third is serving God. Hapo ndani ndio kuna tithe yako. Hapo ndani ndio kuna baraka ya ndugu yako. Hapo ndani unaweza kusaidia jamaa yako, ukoo wako. Hapo ndani unaweza kutumikia Mungu kwa njia mbalimbali. Is it clear? But not only you. You have your food, and then plant seed. Ingia kwa sako, ingia kwa nini, hiyo mbegu unaweza kuiongeza ili usikue maskini kesho ukarudi kama tena kwa Mungu kumwambia God sina. Atakwambia you are supposed to be wise in the kingdom of God. I gave you a lot, you squandered it. Bwana asifiwe. Sometimes, can I talk to you? Naweza kuzungumza na nyinyi. Sometimes when you get a good money, it's not time to go and do your hair mahali unachajiwa 5,000. Ati kwa sababu umepata pesa, watajua nimepata pesa. Hii kusonga songa hivi ya laini wameniona nayo sana, wacha wajue nimebarikiwa. Wacha wajue. Na kununua viatu ya 10,000 na nguo zingine za ajabu zinatoka Turkey, dress moja 10,000, 15,000, 20. You might not know unatumia pesa za mbegu. Hapa sizungumzii mbegu ya kanisa, nazungumzia mbegu ya kuongeza, kuzidisha. Mbegu ya kufungua duka under direction of God, na uende pale ile pesa ilikuwa 100,000 ikuwe 500,000 within a few months. Now, unaona mahali tunakosea katika hatima yetu ya kiuchumi ni wakati hatudivide hizo vitu. Unakuta mtu amebarikiwa anakula mpaka tithe. Anakula tithe. Alafu maisha inakuwa tight. Ambia jirani yako kula tithe, maisha inakuwa tight. Si wale inakuwa tight, si kila mmoja ameshaona tightness. Yaani bali umebanwa, unaomba mkopo, kulipa mkopo. And you are borrowing. So unaona mara nyingine ukipata pesa mara fuliza. You know me, I told God I don't want this fuliza thing. Hata siku moja waliniambia imekatwa na fuliza, nikasema hii fuliza nani ameweka ndani hapa? Nikafuatilia, nikiuliza watu wangu, kila mmoja wasi mimi, kaachana naye. Haijarudi tena fuliza. Wangapi mnapata shida na fuliza? Na watu kitaka kuwatumia pesa, usitume kwa hii namba. Kuna shida gani? Hebu mwambie Bwana, nyosha mkono wako kwa imani, mwambie nitatoa tithe yangu na sitakuwa kwa fuliza. When did you pay your tithe? Tithe, you're not helping church. It is part of your destiny. It is a pathway. Ni njia moja inakufanya ukingwe na vita vya adui. Hallelujah. Did you know some of us nakula tithe